Bwana asifiwe. Hata mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu. Peace it refers to people or a group of anything or individuals that feels there is anything yenye inawafanya wanakuwa na wasiwasi pengine kutokana na himizo ama sindikisho kutoka kwa ugonjwa, kupigana ama njaa ama kitu chochote ambacho kitakufanya utakosa kuwa na utulivu. Kuna mwingine amani ni nini? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Okay, naweza sema amani ni silaha amani ni silaha inayofanya watu wanakaa kwa uelewano na kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Wamefika wote vizuri. Na mimi nikiongezea naweza sema amani ni hali ya utulivu. Unasikia tu umetulia. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii hatutasoma tu amani hivyo tu. Tutajifunza kuhusu amani na watu wote. Tuingie katika maandiko. Mchungaji anataka pia kujaribu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Licha ya kuchelewa mambo kusema ni wakati tunakosa. Nimepata kiendelea kuhusu maombi. Nimeanza kufundisha amani. Najua ni vizuri, hicho kitu ni kitu kidogo sana, lakini kina upanuzi mkubwa. Ndio unaona upendo umejibu. Lakini nataka niseme amani ni Mungu. Ukiwa na Mungu una amani. Ukiniruhusu tu mwalimu, sababu ni sehemu yako, tutanisoma tu andiko moja. Ukiwa hauna Mungu, hauna amani. Always. Lakini kama una Mungu, una amani. Hata licha yatakuja mafuriko, lakini unakumbuka niko na yule anayezidi haya mafuriko. Hebu tusome kitabu Injili. Ninaomba mwalimu kama utaniruhusu, na kama utasema hapana nitakaa. Yohana 14 unisome. Amani. Hao watu wana amani. Nchi hii ina amani. Shule hii ina amani. 27 inasema sababu unasema amani na waachieni. Sasa Yesu ndio amani. Alikuwa anaenda akijua anatuachia sisi. Huyo Yesu akiwa ndani yetu tuna amani. Licha ugali hauko na mboga na nyama ile nzuri, niko na amani maana niko na Kristo. So mimi nasema amani mwalimu. Amani na waachieni. Amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Sasa ulimwengu unatoa nini? Lakini Yesu ndiye amani yako. Yesu ni amani yako. Nimesafiri kutoka nyumbani, huyo ndiye amani. Nimeona magari yakienda juu, nikiwa kwa gari yanaanguka chini, miguu inaenda juu. So unaona ni mambo kama hayo. Sio mimi ni mzuri kuliko hawa watu. But amani ni Yesu Kristo. Ukiwa na Yesu ndio utulivu. Hiyo ndio ninaweza kusema tu. Asante mchungaji. Na karibu sana. Tulikuwa tumekumisa. Vile mchungaji ameelezea kuhusu amani. Amani ni Mungu. So tutaenda kujifunza kwa kitabu, tutaenda kusoma maandiko katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 14. Hebrews chapter 12 verse 14. Tukiendelea. Waebrania. Kuna mtu amepata?
nasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona asipokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Inaingia kwa mchungaji. Sijui kama nyinyi pia inaingia vizuri hivyo. Neno la Mungu linatuambia kwamba tafuteni amani. Tafuteni kwa bidii, sio kutafuta tu. Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza amani ni hali ya utulivu. Na katika maisha ambayo tunaishi, mara nyingi tunakuwa na mambo ambayo yanainuka, tunakosa kuwa na amani. Kuna wakati hata unakosa kuwa amani wewe mwenyewe. Ushaikuwa katika hali ambayo wewe mwenyewe hauna amani, wewe mwenyewe peke yako. Kuna wakati ambapo kunakuwa na hali hizo. Na neno la Mungu linatuhimiza asubuhi ya leo ya kwamba tutafute kwa bidii kukuwa na amani na watu wote. Yaweza kuwa umekosana na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Umetendea mtu jambo ama umeongea jambo halijafurahisha mtu, amejikwaza. Tafuta njia ya kumwendea ili mkatengeneze hiyo amani. Bwana Yesu asifiwe. Na hii amani ndio ikue, kuna foundations za amani. Bwana Yesu asifiwe. Amani haiwezi kuwa kama hauna upendo. Kwa sababu nisipokupenda nitakuendea aje? Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na upendo, ninapoona ndugu Simon kuna kitu amenitendea ama nimemtendea kitu na labda amejikwaza, nitakuwa na upendo kwanza. Na upendo bado ni Mungu, jinsi mchungaji ametueleza ya kwamba amani ni Mungu. Ukiwa na upendo ndani mwako, nitachukua hiyo upendo nivute kwanza ile ambayo ametenda, alafu nimwendee. Nikamwambie, ndugu, nilitenda hivi na hivi na hivi, pole, sikujua kwamba itatokezea hivi. Tutafutie amani na ndugu Simon. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa na upendo, upendo ndio silaha ya kwanza, ni jambo la kwanza ili amani kaweze kuwa. Alafu la pili, ndio amani kuwe, pia kuna forgiveness. Kwa sababu nisipoomba msamaha, nimekosea mtu, ni kama anakuwa na kiburi. Nimekukosea, alafu nakuona tu ni kama kawaida na nimekukosea. Tutakuwa na amani na wewe aje nisipoomba msamaha? Na upendo ile kama haijakuwa nionyesha kwamba ninakupenda na naona huyu mwenzangu nampenda na kwangi hivi, nitajua je nimemkosea. Wakati unakosea mwingine, amani ndio ipatikane, lazima kuwe na forgiveness. Tuwe na moyo wa msamaha. Na hata ukiangalia kwa sala ambayo tulifunzwa na baba yetu, ile ambayo tuliachiwa, inasema ya kwamba utusamee makosa yetu kama tunavyowasamehe watu wengine. Tusipokuwa watu wa msamaha, hatutafika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukue watu wenye upendo na tukue na moyo wa msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaendelea kusema ya kwamba katika hiyo kitabu tu ya kwamba tafuteni kwa bidii kuwa tafuteni kwa bidii tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Najua katika maisha tunakutana na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Katika jamii kuna mama na watoto. Kuna wakati mzazi, mara mingi naonanga wazazi, kuna wakati mzazi anafanyanga kitu lakini mzazi anaonanga kama ako right. Tafuta amani na hao watoto. Kuna siku nyingine mwinjilisti pia alitufunza mahali hapa. Na kwamba kuna wazee ambao wakiingia kwa nyumba inakaa kama kambi ya jeshi. Watoto wanaposikia tu baba, unajua? Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo linafurahishanga. Wazee kama mko mahali hapa, wale watu ambao mnakaa nao, mama pamoja na watoto, wanajuanga mpaka vile unatembea. Ukitoka tu kabla ufike kwa nyumba, Ruben anasikianga anasema, "Tunajua watu wengi wamepita hapo nje kwao, lakini Ruben anasikia kutoka kwa stairs." Anajua wewe dadi anakuja. Kama ni nyumba ambayo haina amani, unaona kila mtu anapita kienda upande wake. Baba anapoingia watu wanakaa kama hata unashangaa kama watu wanaongeanga. Lakini before ufike, watu walikuwa na amani, wanapiga story. Baba, ukiwa mzee wa nyumba, tafuta amani na jamii yako. Watoto, tafuteni amani na wazazi. Kwa sababu wakati mwingine watoto wanafanya mambo, lakini hawataki kurekebishwa. Wanaona wamefika. Kubali makosa, uombe msamaha. Utafute amani pamoja na mzazi. Unapokosa amani, usipokuwa na amani na mzazi,
hawezi pokea baraka ambayo mzazi anaweza kukuachia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa naambia watoto siku zote ya kwamba huyo baba awe mkali awe yako vipi, tafuta amani na yeye, kwa sababu huyu baba ndiye ako na baraka zako. Mimi ni mama, lakini anayebeba baraka ni nani? Ni baba. Mpaka umheshimu, mpaka yaani ufanye vitu zote zile anakuelekeza, isipokuwa tu usifanye ile ambayo haimfurahishi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutafute kwa bidii kuwa na amani. Amani kanisani, amani nyumbani, amani na jirani. Asubuhi umeamka, hata jirani huwezi msalimia. Kuna mwingine unaona jirani anatema tu mate. Tafuta amani na wewe jirani. Inaweza tokea kesho uko mgonjwa. Mimi naambianga watu, ndugu yangu yule wa kwanza ni jirani. Ninapokuwa mgonjwa, huyu jirani anaweza kafika ili atafute wale watu wetu wengine. Na je, tusipokaa na amani na huyu jirani ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapokosa amani, na neno la Mungu linatuambia kwamba sisi ni barua ya ulimwengu. Watu wanapotutazama wanaona nini ndani yetu? Tumebeba chuki, tumebeba uwivu, tumebeba mapigano. Badala ya kubeba amani, tutangaze amani ambayo Yesu aliambiwa wanafunzi wake ya kwamba amani yangu nawachieni. Na amani ambayo natuachia ulimwengu hauwezi kutupatia huo. So ni sisi tutafute kwa bidii kukaa na amani na watu wote. Ukweli wa mzazi, tafuta amani na watoto wako kwa harakati zote. Bwana Yesu asifiwe. Hata kanisani, Bwana Yesu asifiwe. Hata kanisa kuna watu mtu aliyesalimia mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Tunatafuta Mungu gani? Ikiwa siwezi salimia Philip, ikiwa siwezi salimia Peter, na tuko kanisa. Na mahali pale ninaomba kabisa. Kuna pale tunaenda? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pale tunaenda? Tukutafute amani na watu wote. Kwa hiyo kitabu mstari wake wa 15 inasema aje mwinjilisti? Mwana anasema ukiangalia sana mtu asipokugia neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likajipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanaendelea kutuambia kwamba mkiangalia sana asipungukie neema ya Mungu. Tunapokaa na machungu, tunapokosa amani, kwa sababu nilimkosea mwenzangu, ana amani, anaenda anapungukiwa na neema ya Mungu, anakuwa na machungu. Unajua wakati mwingine mtu akiwa na machungu anasumbua kila pahali. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hata kwa taifa, wakati ambapo kuna fulani election imefanywa, kumeenda hivi na hivi, hakuna amani, kuna machungu ya pahali. Nini huwa inatokea? Ni maafa. Kwa hivyo tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Katika kila pahali unapotembea, ona ya kwamba umekuwa na amani na kila mtu wanaokuzunguka, walio hata jamii zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine katika jamii ati siwezi salimia fulani, siwezi ongea na fulani. Tafuta amani. Wakati ambapo unaweka hiyo gap, unapatia shetani nafasi. Anachukua nafasi, anawatawala, anafuruga kabisa. Tafuta amani kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote asije akapungukiwa na neema ya Mungu. Shina la uchungu lisiingie. Kwa sababu hiyo uchungu inapoingia, ulikuwa nasikizana na huyu, anaenda anaweka huyo uchungu, anamdunga kama kitu anadungana. So hiyo uchungu inaingia kwa watu wote. Amani inaenda inatoweka kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tutafute kwa bidii amani. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Waroma. Romans chapter 12 verse 18. Kama yakini kwa upande wenu mkae katika amani
Kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu ya mimi nitalipa, anena Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sana sana nasisitizia mstari wa 18 ambaye inasema yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Hiyo amani tu ambayo tumejifunza ya kwamba tutafute kwa bidii. Ukae na amani na kila mmoja. Ung'ang'ane kabisa kuwa umekaa na amani. Ninapoona Sam, namuona kama ni kijana wangu. Ninapoangalia Millicent, naona ni sister yangu. Ninapomwona Mama Harriet, namuita dada yangu. Ninapomwona mchungaji, unamwona baba. Unatafuta amani. Usije kwa kuwa na kitu chochote ambacho kinakuja kutoa hiyo amani kati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Tung'ang'ane, tutafute kabisa hiyo amani. Kwa sababu sio rahisi. Wakati mnakaa katika maisha yetu ya kawaida, ninaangalia tu mtu naona kitu, alafu labda utaongea, utatamka tu jambo. Na hiyo jambo lienda likamkwaza, likatoa amani kati yenu. Hiyo amani usiache ikatoka. Hata ikitoka hiyo amani inapokosekana, tutafute sana vile tutarudisha hiyo amani. Alafu kuna principles za hiyo amani. Principles tunasema ni sheria ama kanuni za hiyo amani. Ndio amani ikue, lazima tuwe na faith ambayo inaitwa imani. Unaona zinaambatana? Amani, imani. Unapokuwa na imani, na kwamba ninapomwendea ndugu yangu, tunapozungumza, ninapokuwa na upendo, ninapokuwa na hiyo moyo, ninapokuwa na hiyo upendo, ninapomwomba msamaha, Mungu anaingilia katikati. Hiyo imani ambayo nimeshika kwamba naenda kutafuta hiyo amani. Jambo la pili ni compassion. Hiyo kidogo kwa hii kidogo chetu tunakuanga ngumu. Compassion naweza kutusaidia na hiyo Kiswahili. Compassion ni huruma ama ni nini? Ni huruma? Ndio nasema kujitolea, kuwe na compassion. Alafu la tatu, forgiveness. Bado ni lazima ikue. Ya nne, ndio sababu nilianza kuuliza last week tulisoma nini? Repentance. Alafu ya tano, gratitude. Ya sita, tunapoenda kutafuta amani, tunakuwa na neno la Mungu, God's word. Alafu la saba, kuna prayers. Ya nane, tuko na hope. Tuko na matumaini ya kwamba hii amani naenda kutafuta kwa mwenzangu. Unakuwa matumaini, kwa sababu usipokuwa na tumaini hata hautatoka, hautaenda kwa huyo mwenzako. Mtaendelea tu kukaa hadi mlivyo. Alafu tutaangalia kitabu cha Zaburi, Psalms 34 verse 14. Zaburi 34 mstari wa 14. Uwache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia tu vile maandiko imejieleza ya kwamba tufanye nini? Tuache mabaya. Tufanye nini? Unapoacha baya unafanya gani? Unatenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Hii amani uifuatie kabisa kabisa kabisa. Unajua wakati unatenda mema, unaendelea kumfurahisha mtu. Na pia nasema tu usifanye tu kwa sababu ya kufurahisha mtu na ukakosea Mungu. Unapofanya jambo lolote, ujue ambayo ni kwamba ni jambo ambalo linakubalika mbele za Mungu, ni jambo la kumfurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kutafuta tu amani ya kwamba nataka amani na mtu ambaye ananielekeza kwa dhambi. Wakati tunapokuwa na hizo principles tunapozifuata zitakuguide.
wewe ndio utaenda kwa huyu mtu, utatafuta amani na yeye, utamuelekeza ya kwamba huku nataka tuende, sio kuzuri, turudi pande mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuache mabaya, tukafanye mema. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inaendelea tu kusisitiza kwamba tukatafute nini? Amani. Unapokaa tafuta amani wakati wote. Alafu kitabu cha mwisho ni Waefeso 4:32. Ephesians chapter 4 verse 32. Vijana, Waefeso 4. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile kii ambayo tulikuwa tunaongelea msamaha. Tunaposameheana tutakuwa na amani. Na tusameheana kutoka ndani ya moyo zetu. Unajua wakati mwingine watu wengine wanasemaga nimekusamehe. Msamaha ukweli unaonanga jinsi mtu anaitoa. Wakati mwingine inakwanga na machozi, wakati mwingine iko na kilio, kwa sababu ni ya kwamba msamaha ukweli sio msamaha wa unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Tutafute kwa bidii kuwa na amani. Alafu kuna rule ambayo tutakuwa nayo tukimaliza, inasema ya kwamba tendea wenzako, treat others the way you want to be treated. Kuna siku tulijifunza hilo jambo ya kwamba tendea wengine jinsi unavyopenda kutendewa. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokuwa na amani, nami nitapata amani. Ninapomsamehe mwenzangu, nami nitamsamehe. Ninapomwona mwenzangu yaani jinsi unaona mwenzako, unapomtakia mazuri, nawe mazuri atakurudia. Lakini unapomtakia mabaya, hayo tu mabaya atakurudia. Kwa hivyo lolote unalolitenda, tenda vile ungependa nawe kutendewa. Na zaidi ya yote tutafute amani. Tunapokaa katika nchi yetu tuombe amani. Wakati amani inapunguka tu hivi kidogo, kuna kuanga na maafa mengi. Watu wanakosa kufanya kazi, kunakuwa na vilio, kunakuwa na machungu mengi. Tuombe mbele za Mungu akatusaidie. Tukawe na amani na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukae na amani na jirani, ukae na amani nyumbani. Wazee mwache kuwa wakali. Unapoingia nyumbani, tuendelee tu kuwa na furaha. Hati nilikuwa nafanya kitu fulani. Kuna wakati experience hiyo kitu ya kwamba mzazi mmoja alikuwa mkali kabisa kwa mtoto. Mpaka huyu mtoto akajua mama yangu anakuwa mkali. So hata kama alikuwa anafanya kitu mzuri, bora ameona mama yake anashtuka. Hata ile alikuwa anafanya vizuri inatokea baya. Kwa sababu kila wakati mama anaona tu anafanyanga vibaya. Tutafute amani na watu wote, nyumbani, kanisani, kazini, katika jamii, kila mahali ambapo tunapoenda, na Mungu akaweze kuwabariki. Amen. Labda kuna mtu ana swali? Amen. Tuko sawa. Nashukuru kwa kunisikiza. Mungu awabariki.